Picha hii unayoiona mbele yako sio tu picha ya tukio la mchezo, bali ni kumbukumbu ya thamani, masterpiece, inayoelezea mabadiliko ya nyakati katika klabu ya FC Barcelona na soka la duniani kwa ujumla. Hapa tunaona utatu uliotikisa dunia: Ronaldinho, Samuel Eto'o na kijana mdogo Lionel Messi. Ukiitazama picha hii kwa jicho la kiufundi, unamuona Ronaldinho ambaye wakati huo alikuwa ndiye mfalme wa soka, the king of football. Anaonekana akimnyoshea mkono na kumuinua kijana mdogo anayevaa jezi namba 30, Lionel Messi. Hii ni ishara tosha ya kile tunachokiita kwenye soka passing of the torch au kukabidhi kijiti. Ronaldinho hakumuinua Messi tu kutoka kwenye nyasi za Camp Nou, bali alikuwa akimuinua na kumtambulisha kwa ulimwengu kama mrithi wake halali. Pembeni yao anasimama Samuel Eto'o, simba isiyoshindika kutoka Cameroon. Eto'o alikuwa ndiye muuaji wa mwisho, the finisher. Uwepo wake hapo unakamilisha picha ya safu ya ushambuliaji iliyokuwa na kila kitu: ufundi na tabasamu la Ronaldinho, kasi na ukatili wa Eto'o, na kipaji cha kipekee, genius, cha Messi. Nini cha kipekee hapa? Namba 30 ya Messi inatukumbusha wakati Messi alikuwa bado ni mchipukizi, akiwa chini ya ulinzi na malezi ya Ronaldinho. Wakati huo dunia ilikuwa ikijua kuna kitu kinakuja, lakini hakuna aliyejua kuwa kijana huyu angekuja kushinda Ballon d'Or 8. Lugha ya mwili ya Ronaldinho hamwangalii Messi kama mchezaji mwenzake tu, bali kama mdogo wake. Alikuwa mshauri, mentor mkuu aliyempa Messi ujasiri wa kuchezea mpira bila hofu. Utulivu wa Eto'o, anaonekana akitazama kwa umakini, akijua fika kuwa mchanganyiko huu ndio ulioirudisha Barcelona kwenye ramani ya Ulaya baada ya miaka ya ukame. Picha hii ni taswira ya zama za dhahabu. Ni mwanzo wa ufalme wa Messi uliokuwa unachipukia kwenye kivuli cha Ronaldinho na Eto'o. Huu ndio ulikuwa msingi wa soka la kisasa la FC Barcelona tunalolijua leo. Bila malezi ya hawa wawili, Ronaldinho na Eto'o, huenda tusingepata Messi huyu tunayemwita GOAT leo. Hakikisha umenifollow ili uendelee kulijua